ndipo dunia takuwa giza, nuru ikiwa imezimia, tutaiwawa wenye. Unakumbuka Dada White akituambia katika kitabu cha Country Living ya kwamba trade unions, vyama vya wafanyikazi, ndivyo vitasababisha sheria ya Jumapili na mateso yake. Katika Country Living page 10 paragraph 2 ambayo inasema the trade unions will be one of the agencies that will bring upon this earth a time of trouble such as has not been since the world began. Vyama vya wafanyikazi ndivyo vitakavyokuwa mojawapo wa mawakala watakaoiletea dunia wakati wa taabu ambayo mfano wake haujakuwapo tangu dunia ilipoanza. Kwa sababu huu wakati umefika, vyama vya wafanyikazi vimeanza ile kazi iliyoonekana kwenye unabii. Huu wakati ambao mjumbe wa Mungu alionyeshwa ya kwamba itakapofika wakati wa alama ya mnyama kuanza kufanya kazi, ama sanamu ya mnyama kuanza kufanya kazi, ishara tosha na kubwa zaidi ni kwamba vyama vya wafanyikazi, trade unions, labor unions, vitaanza kazi ya kushinikiza kupitishwa kwa pumziko la Jumapili. Ni jambo gani limetokea nchini Marekani ambayo ndiyo ripoti na kuletea sasa, inayoonyesha ya kwamba hakika kwa kiwango hiki tunasema ya kwamba huu unabii umeanza kutimia na alama ya mnyama ndio hiyo inakuja? Tarehe 30 ya mwezi wa 9 ilikuwa siku ya Jumanne. Tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka huu wa 2025. Chama kikubwa sana nchini Marekani cha wafanyakazi kinachoitwa Teamsters ama the International Brotherhood of Teamsters. Angalia kwa posti yao hii ambayo waliweka. Wanasema ya kwamba walikuwa na mkutano mkubwa sana ambao haujawahi kufanywa nchini Marekani. Wanasema in a first of its kind, the International Brotherhood of Teamsters hosted a special event on Tuesday, celebrating the legacy of Rerum Novarum and the shared work of the Catholic Church and organized labor, presented by General President Sean M. O'Brien and General Secretary Treasurer Fred Zuckerman at Teamsters headquarters in Washington, D.C. Kwa Kiswahili hao wanasema ya kwamba tarehe 30 ya mwezi wa 9 ambayo ilikuwa ni siku ya Jumanne, walikuwa na mkutano mkubwa ambao aina yake haujafanywa nchini Marekani. Lengo lake wanasema ya kwamba walikuwa wanasherekea, celebrate the legacy of Rerum Novarum. Walikuwa wanasherekea urithi uliopeanwa wa barua ama waraka wa Papa ambao unaitwa Rerum Novarum. Anasema ya kwamba ni urithi ambao kanisa la Kikatoliki umewapatia, na walipewa wao wa Katoliki pamoja na vyama vya wafanyakazi. Shangaa kwa sababu vyama vya wafanyakazi sio vyama vya kanisa, ni vyama ama wafanyikazi wa serikali na makampuni. Wanasema ya kwamba kwenye huu mkutano ambao haujawahi fanywa nchini Marekani wa aina yake, walikutana hawa wafanyikazi nchini Marekani ili kusherekea urithi uliopeanwa na huu waraka wa Papa unaoangazia kazi wanayoifanya kanisa la Kikatoliki na vyama vya wafanyikazi. Unaona mpendo wa Mungu jinsi ambavyo Mungu anaruhusu mambo yanatopoka, ya kwamba wanasherekea umoja, muunganiko, ushirikiano kati ya kanisa la Kikatoliki na wafanyikazi nchini Marekani. Waliokuwepo kwenye huu mkutano wa kusherekea huu waraka wa kipapa ni viongozi wa vyama vya wafanyikazi pamoja na viongozi wa
kanisa la Kikatoliki, wote wakisherekea pamoja na wakipanga mambo pamoja. Huu ni waraka gani ambao wanausungumzia encyclical hii inayoitwa Rerum Novarum, na kuletea habari nzito, na utaiona ujue ya kwamba hakika mwisho unakuja, Yesu anarudi. Hii Rerum Novarum ni nini? Ndiyo hiyo. Rerum Novarum ni waraka wa Papa Leo wa 13, Pope Leo the 13th, ambayo iliandikwa tarehe 15 mwezi wa 5 1891, mwaka 1891. Iliandikwa na Pope Leo wa 13. Kumbuka ya kwamba papa tuliye naye sasa hivi ni Pope Leo wa 14. Na inazungumzia habari ya the condition of labor. Unaona, inajadilia masuala ya wafanyi kazi. Sasa nataka nikupeleke kwa hii post ya Team Stars tukamilishe. Wanasemaje? Wanasema ya kwamba tangu papa huyu aliyeko sasa hivi Pope Leo wa 14 alipoteuliwa, wameona upya, wameona juhudi mpya, uamko mpya kwa ile waraka wa Rerum Novarum. Na wanasema hivi, especially now, Rerum Novarum is worth revisiting and remembering as a guiding light for working people. Ya kwamba huu waraka wa papa sasa hivi, especially now, sasa, kwa namna ya pekee, kwa namna ya maalum, huu waraka wa Rerum Novarum unastahili kuangaziwa upya na kukumbukwa, na ni kama mwanga unaotuongoza sisi wafanya kazi, sisi watu wanaofanya kazi. Ni nini hii wanaita mwanga katika huu waraka wa papa ambao unawaongoza wafanyikazi, ambao wanasema hilo sasa ndipo linatakikana? Ni jambo gani lilikuwa kwa huu waraka wa papa? Huu waraka wenyewe ndio huu Rerum Novarum. Nilifungua mpaka mahali huu waraka huko, hii encyclical. Huu ndio mwanzo wake. Lakini pointi ambayo nataka tuone, kati ya pointi karibu 60 na kitu ambazo siko hapo, pointi ambayo wafanyikazi wanapenda na wanaizungumzia na utaona ni namba 41, namba 41 kwenye hii encyclical ama huu waraka wa papa. Hii nambari 41 ambayo viongozi wa vyama vya wafanyikazi wanataka kwamba sasa itumike kwa manufaa ya wafanyikazi, inasema ya kwamba wafanyikazi wana jukumu la kufikia kikomo cha kazi kwenye siku ya Jumapili na kwenye siku takatifu za kanisa, vile ambavyo Mungu alivyopumzika pale mwanzo na kaagiza katika Agano la Kale kwamba watu wapumzike Sabato, vivyo hivyo wafanyikazi sasa, kwa sababu hiyo na kwa misingi hiyo, wapewe siku ya Jumapili waweze kupumzika. Ona wanavyosema kwa Kiingereza, from this follows the obligation of the cessation from work and labor on Sundays and certain holidays. It is this above all which is the reasonable motive of Sunday rest, a rest sanctioned by God's great law of the ancient covenant. Remember thou keep holy the Sabbath day. Na namba nyingine ni namba 57 kwa hiyo waraka ambao wanaita ndio a guiding light, mwangaza wa kuwaongoza na kuwaelekeza. Wanasema, huyo popo anasema namba 57 ya huo waraka ambao walikutana kusherekea, let the working man be urged and led to the worship of God, to the earnest practice of religion, and among other things to the keeping holy of Sundays and holidays. Let him learn to reverence and love Holy Church, the common mother of us all, and hence to obey the precepts of the church. Anasema ya kwamba mfanyikazi asukumwe, urged, ahimizwe, asukumwe, aongozwe, aweze kufanya ibada ya Mungu, na pia aweze kufanya yote ya kidini na mambo yote, likiwepo jambo la keeping holy of Sundays, kupumzika siku za Jumapili.
na siku takatifu, na waweze kujifunza na kuheshimu kanisa ambalo ni kanisa takatifu, ambaye ndiye mama wa sisi wote. Ndivyo wanavyosema. Mimi sipo kwa hao sisi wote, anasema kwa wao wote, ya kwamba kanisa la Katoliki ndio mama ya wote. Kwa hivyo waweze kufundishwa kuheshimu kanisa la Kikatoliki. Hao ni wafanyikazi, waweze kupewa pumziko la siku ya Jumapili. Ndio hiyo walikuwa wanasherekea hao wafanyikazi. Na huu mkutano wa tarehe 30, kulingana na wao wenyewe, ni nani aliuandaa na kwa makusudi gani? Walikutana, wakajadiliana kwa siri, wakapitisha waliopitisha wafanyie kazi. Utayaona pale mbele na utashangaa ya kwamba hakika mjumbe wa Mungu alionyeshwa na limeanza kutimia. Na mengine yametimia, hili nalo limeongezea. Ni nani aliorganize huu mkutano? Wacha wao wenyewe waseme. Kulingana na hii ripoti vile imeandikwa katika jarida la Financial Times, Ascension of Catholic Rite, hili gazeti linasema kwamba aliyeandaa huu mkutano hata kabla hajaidhinishwa na bunge ni yule Jonathan Berry, yule mtu ambaye alisema ya kwamba atapitisha hii sheria ya Jumapili, yule ambaye Trump alimteua kuwa mwanasheria mkuu katika idara ya wafanyikazi, idara ya labor, hii ambapo sasa vyama vya wafanyikazi vinakuja chini yake. Wanasema Jonathan Berry ndiye aliandaa huu mkutano. Anasema hivi: Jonathan Berry, who has recently been confirmed as the Department of Labor's chief attorney, was there too as an organizer of the event. Kwa hivyo yeye ndiye alikuwa ameandaa huu mkutano. Wanaendelea kusema hao wanaopeana hii report ya kwamba Jonathan Berry ni Mkatoliki, na anasema ya kwamba yeye ndiye aliandika mwaka jana, akaandika akasema ataleta Sabbath laws to allow labor to rest on Sunday. Dunia nzima inajua, dunia ya Marekani inajua ya kwamba Jonathan Berry tangu mwaka jana aliandika ya kwamba ofisi yake, akiingia ofisini, kazi yake ni kuleta Sabato ambao kwao ni Jumapili iweze kuwa ni siku ya wafanyikazi kupumzika. Na jarida linasema ya kwamba siku hiyo alikuwa amevalia Catholic bling ama jewelry. Alikuwa amevalia mikufu au hiyo mikufu ya Kikatoliki ikionyesha ukatoliki wake na michoro iliyokuepo. Jonathan Berry ndiye huyo, muone akiwa kwenye huo mkutano. Ona ndiye huyo mwenye hiyo barua ya Rerum Novarum mkononi wanapokuwa wanaisoma na kufundishana na kuweka mikakati ya kuitimiza. Na pia ndiye huyo ambaye anashiriki katika ibada na maombi kwenye huo mkutano. Alafu unaona kwenye hili jarida linaendelea kusema ya kwamba kila aliyekuwa anaingia kwenye huo mkutano alikuwa anapewa nakala ya huo waraka wa Rerum Novarum. Ni nani alikuwepo pia kufanya maombi? Ni priest, kuhani wa Kikatoliki ambaye anaitwa Father Raymond Fectio. Yeye ndiye alifanya maombi hapo. Ni nani alipeana lecture on Rerum Novarum? Ni nani alifundisha siku hiyo hapo? Nani aliwasomea? Ni profesa wa chuo kikuu cha Kikatoliki nchini Marekani anayeitwa Joseph Kabizi. Sasa waona hao ndio waliokuwepo kwenye huo mkutano. Ni wengi sana, lakini wachache wa kuweza kuwatambua. Ndipo uone jambo fulani pale mbele ambalo nataka kukuonyesha. Ni kwamba kulikuwepo na huyu anayeitwa Sean O'Brien, ambaye ndiye General President of Team Stars, ndiye rais mkuu katika hiki chama cha wafanyikazi cha Team Stars. Ndiye huyo Sean O'Brien akiwa pamoja na Josh Hawley. Josh Hawley huyu unayemuona siye mfanyikazi na wala si chochote
katika kanisa, pale ni senator. Yeye ni senator, ni mbunge katika seneti la Marekani. Anafanya nini hapo? Utamuona pale mbele atakayokuwa anayafanya na utashangaa. Huyo senator ndiye alikuwepo, mbunge aliyekuwepo kwenye huo mkutano wa jumla, lakini mambo yake yalikuwa ya siri. Mwingine aliyekuwepo ni Jonathan Perry. Nimekuonyesha yeye akiwa na hiyo barua ya Rerum na Forum na akifanya ama akishiriki katika maombi. Pia aliyekuwepo ama waliyekuwepo ni makuhani wa Kikatoliki. Ni hao mafadha wa Kikatoliki walikuwepo kwa sababu ilikuwa ni ushirikiano wa vyama vya wafanyikazi na Wakatoliki wakisukuma swala la pumziko la Jumapili, maana wamelitaja wao wenyewe na watataja zaidi. Unaona hapo kwenye hiyo report ya hilo jarida inasema jambo ambalo ningependa ulione. Anasema Catholics and labor groups are re-emerging as a powerful force in the new political landscape. Ya kwamba Wakatoliki na vyama vya wafanyakazi wameinuka tena upya kuwa uwezo ama wenye mamlaka kubwa zaidi katika aina mpya ya siasa ambayo imeingia Marekani. Mbona anatumia neno re-emerging? Ni kwa sababu zamani za miaka ya 1800, 1880s, kulikuwepo na ushirikiano kama huo kati ya Wakatoliki na vyama vya wafanyikazi, na ndio wale walijaribu kuleta sheria ya Jumapili katika mwaka wa 1888, ile ambayo A.T. Jones alienda kwenye bunge kupinga na ikaanguka. Kulikuweko na ushirikiano kama huo. So ule uhusiano tena umerudi. Ndio anasema they are emerging as a powerful force in the new political landscape. Ndio hao sasa tena unaona wameanza ule ushirikiano. Kipindi kile cha miaka ya 1880s ambapo Pope Leo wa 13 ndiye alikuwa papa kipindi kile. Vile ambavyo sasa hivi Pope Leo tena mwenye yule roho aliyekuwa ndani ya yule tena ameteuliwa, na yule roho wa kusukuma ibada ya Jumapili ameanza tena kwa nguvu kabisa. Unaona wanasema Teamster ina hicho chama kimoja hicho cha Teamsters kikubwa sana chenye membership ya watu 1.4 million. Na wanasema ya kwamba the event was held to celebrate the shared work of the Catholic Church and organized labor, in particular Rerum na Forum. Kusherekea hiyo parua ya kwamba wakati wa hii parua kufanya kazi, huu waraka kufanya kazi umefika. Wakati wa Jumapili kupeanwa kwa wafanyikazi waweze kupumzika. Haya ndiyo tunayoyaona. Lakini yaliyojadiliwa kisiri hatukuambiwa. Ni kwa nini? Kumbuka roho ya unabii inatuambia ya kwamba hizi juhudi za kuileta Jumapili zinafanywa kisiri. Lakini inafikia mahali zinaonekana kidogo na tunajua kinachoendelea. The Sunday movement is now making its way in darkness. The leaders are concealing the true issue. Ya kwamba hili swala la kuileta ibada ya Jumapili, mipango yake inafanywa kisiri, inafichwa na viongozi wake. Lakini ningependa uone ya kwamba hawa watu walipokutana pamoja, ni tendo gani walilifanya ndipo likadhihirisha kweli ni mambo yapi walikuwa wamepanga. Maana uliona hata mbunge alikuwepo kwenye ule mkutano. Ni nini walipanga? Ndilo hili linalofuata. Wiki moja baada ya huo mkutano ulikuwa tarehe 30 mwezi wa 9. Ilipofika tarehe 8 ya mwezi wa 10, hiyo ni wiki moja baadaye, tunawaona wamejitokeza hili kundi. Kumbe walienda kupanga mambo ambayo wangepeleka kwenye bunge, waende kusukuma wabunge waweze kupitisha sheria za kupumzisha watu Jumapili. Kuna kamati ya bunge la Senate inayoitwa Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee. Hii ni kamati teule ya kushughulikia miswada, ndipo inaletwa bungeni, inapitishwa, inakuwa sheria. Sasa hii kamati ya bunge ilipewa jukumu la kuandaa sheria mpya za leba.
Labor Law Reform, kubadilisha sheria ya labor. Umeona sasa mahali imefikia. Hawa sasa ndio tunawaona wameingia kwa kishindo kwenye hii kamati kupeana maoni yao, mapendekezo yao ya mambo wanayotaka yafanywe, yapitishwe kuwa sheria. Hii kamati ina lengo gani? Amend the National Labor Relations Act NLRA and related laws to provide stronger protections for workers to organize and bargain collectively, strengthening remedies and penalties when employers violate workers' rights. Wamekuelezea ya kwamba hii kamati imepewa jukumu la kurekebisha sheria ya wafanyikazi hiyo ya Marekani na kuweka nguvu, kutia nguvu zile athari za mtu yeyote ambaye anaharibu haki za mfanyakazi. Hii imekukumbusha jambo fulani ya kwamba ilikuwa imeahidiwa na Jonathan Perry ya kwamba bunge litasukumwa lirekebishe sheria ya wafanyikazi ndipo waweze kupewa Sabato ambayo ni Jumapili. Katika Project 2025 alikuwa ameandika ya kwamba Sabato iweze kupitishwa, watu wapumzike, wafanyikazi wapumzike. Na kwenye sehemu moja akaandika hivi: Congress should encourage communal rest by amending the Fair Labor Standards Act FLSA to require that workers be paid time and a half for hours worked on the Sabbath. That day would default to Sunday. Bunge liweze kurekebisha sheria ya wafanyakazi ili wafanyikazi, ikiwa mfanyakazi itakuwa ni lazima kwamba afanye kazi siku ya Jumapili, apewe mshahara mzima mwingine na nusu juu yake. Iwe vigumu sana kwa kufanya kazi siku ya Jumapili. Alafu unaona sasa anasema ya kwamba hiyo Sabato itakuwa ni siku ya Jumapili. Umeona sasa ameanza kutimiza ile ahadi yake ya kwamba bunge liweze kurekebisha. Ndio maana unaona hiyo kamati kumbe inaendelea na kazi yake ya kuchukua mapendekezo ambayo itafanywa sheria kwenye bunge. Utashangaa kuona ya kwamba wakati ambapo wameingia kwa bunge, kwenye hicho kikao cha bunge, ni nani aliwakaribisha na kuwekea kwenye clip uone huyu anayeitwa Senator Josh Hawley, yule uliyemuona kwenye mkutano ule wa siri wa wafanyikazi. Yule senator aliyekuwepo na wale makasisi wa Kikatoliki na viongozi wa wafanyikazi pamoja na Jonathan Perry. Kumbe yeye ndiye mteule katika ile kamati ya bunge na alikuwepo. Sasa kwenye bunge wakiingia, yeye ndiye anawakaribisha watoe maoni. Hata ona vile aliandika hapa kwenye post yake. Anasema ya kwamba it's my pleasure to welcome Sean O'Brien, my friend and Teamsters president, to testify before the Senate today. Sean knows his fellow workers and I look forward to hearing his plans on how we can better serve the American worker. Hiyo ni posti aliweka. Kwenye hii posti anasema ya kwamba anafuraha sana kumkaribisha rafiki yake Sean O'Brien, rais wa chama kikubwa cha wafanyikazi cha Teamsters, aweze kupeana maoni yake kwenye kamati hii teule ya bunge ya kurekebisha sheria ya wafanyikazi, na awaeleze vizuri namna ya kuweza kuwahudumia vizuri wafanyikazi, kwa sababu yeye ana uzoefu wa hii kazi. Na unaona walikuwa wamekutana naye kwenye ule mkutano wa tarehe 30 mwezi wa 9, na huyu mpunge kumbe ni mwanachama wa hii kamati hii ya kurekebisha sheria ya wafanyikazi. Unaona hapa kuna game inachezwa. Ningependa usikie jinsi anavyomkaribisha ndipo huyo aweze kupeana maoni yake. Anamkaribisha kwa namna ya kupeana sifa. Anamumiminia sifa kabisa ya kwamba huyu ni mtu ambaye anajua sheria kabisa za wafanyikazi. Tunataka, anasema ya kwamba we have more to do to update our labor laws. Tunataka ya kwamba tuweze kurekebisha sheria zetu ziweze kuingiana na nyakati za sasa.
Anasema ya kwamba huyu Sian O'Brien, rafiki yangu huyu, anaelewa mambo ya wafanyikazi, anaelewa wafanyikazi wake vizuri, na atatuelekeza tuone jinsi ya to have a revival of the American workers. Anataka wauishe, yani wawapatie ari mpya na roho mpya na moyo mpya katika nchi ya Marekani. Na anasema ya kwamba huyu ndiye atakayepeana haya maoni, alafu anamkaribisha. Thank you very much, Mr. Chairman. It's a pleasure to introduce my friend Sean O'Brien as a witness this morning. He is the General President of the International Brotherhood of Teamsters. Many of you have heard Sean testify before this committee in the past, in past hearings, but I thought I might just say a word or two more about the man, a little bit more than perhaps his job title conveys. Sean is a fourth-generation Teamster. His great-grandfather immigrated from Ireland, landed in Boston, and made deliveries in a horse-drawn wagon. Sean's family didn't pass the wagon down through the generations, but they certainly preserved their great-grandfather's spirit. Sean's father was also a lifelong Teamster, as are two of his brothers. When he turned 18, Sean himself joined Teamsters Local 25 as a heavy equipment driver, and he has kept working ever since for himself and for his fellow working men and women. His dedication, I think, is undeniable, and so is the heart of the Teamsters. Just a few days ago, approximately 6,000 Teamster locomotive engineers ratified a new 5-year contract with Union Pacific. And just last month, 160 Teamster bus drivers, monitors, and mechanics in Michigan ratified their first union contract. I could go on all day with these examples. The point is, Sean O'Brien knows his fellow workers, he cares about their lives and their well-being, and he's here today to help us understand how we can better serve the American people. And I hope it's obvious to everybody on this committee that we've got work to do when it comes to the nation's labor market. Since the COVID-19 pandemic, corporate profits are up, employee wages are stagnant, and American workers don't just compete anymore with foreign labor, which is bad enough. Now they've got to contend with AI coming for their jobs. We know we've got to do more than we're doing now for our workers, and we've got to do more to update our labor laws, which haven't seen significant reform in over 40 years. I'm glad that Sean O'Brien is here today to help us talk about this important effort and what we can do to get a revival of the American worker. Thank you, Mr. Chairman. Thanks for being here, Mr. O'Brien. Sasa msikie huyu rais wa chama cha wafanyikazi kikubwa cha Teamsters, Bwana Sian O'Brien, anaposhika ushukani kupeana maoni na mapendekezo yake mbele ya kamati ya marekebisho ya sheria ya wafanyikazi. Anaitamka kwa ujasiri kabisa ile barua ama ule waraka wa papa unaopendekeza pumziko la Jumapili. Ule waraka wa Rerum Novarum ambao wanasema kwamba is a guiding light, ni mwanga wa kuwaongoza, ndio anataja mbele ya kamati ya bunge. Ndipo ujue ya kwamba hapa hii game wanaiendeleza sawa sawa. Jeshi la Rumi linatekeleza wajibu wao sawa sawa. Mr. O'Brien. Good morning, Chairman Cassidy, Ranking Member Sanders, members of the committee. My name is Sean O'Brien. I have the honor to serve as General President of the International Brotherhood of Teamsters. Thank you for the opportunity to join you today. This is the third time that I've appeared before this committee to talk about our nation's weak, unenforceable labor laws. Under both Democratic and Republican committee chairs, we have identified problems and had the same discussions, but have seen zero solutions enacted by Congress. I am hopeful that we can spend the next few hours working together to identify areas of bipartisan agreement on the problems facing American workers and on the policy solutions that have a path toward becoming law. Last week, the Teamsters hosted a special event celebrating the legacy of Rerum Novarum and shared work of the Catholic Church and organized labor. Rerum Novarum was written in the wake of an industrial revolution. It reminds us that humans are not instruments meant to be ground down and discarded. The economy must exist to serve humanity, not the reverse. Dada White alikuwa ameonyeshwa ya kwamba haya mambo yangetokezea. Alionyeshwa ya kwamba rulers and legislators, in order to secure public favor, will yield to the popular demand for a law enforcing Sunday observance. Ya kwamba watawala na wabunge wataitikia wito na msukumo wa wengi wapitishe sheria ya lazima ya Jumapili. Kwa hivyo hili jambo wanalolifanya
hii juhudi yao itazaa matunda. Ndio itazaa matunda, kwa sababu mjumbe alionyeshwa wabunge watashawishika, watashika huu ushawishi. Ndio maana waona mbunge ni yule kwa mkutano wa asili wa kupanga mambo ambayo wataleta bungeni, na ndio mmewaona sasa wameingia kwa bunge na hayo masuala ambayo walikuwa wamekubaliana. Walio yajadili hatujui, lakini sisi tunaongojea, maana tunajua kinachoendelea. Sisi ni kujitayarisha mpaka wafanye mambo yao, tutayaona. Cha kushangaza, baada ya kumaliza tu kupeana mapendekezo yao kwenye kamati ya bunge juu ya hiyo Referendum na forum yao, huo waraka wao wa kusukuma ibada ya Jumapili ya lazima kwa bunge, viongozi hao kesho yake, si unaona ni tarehe 8 mwezi wa 10 ndio walikuwa kwenye kamati ya bunge. Hao viongozi ndio hao na kundi lingine kubwa sana wakaandamana moja kwa moja mpaka Vatikani kwa Papa Leo, Pope Leo wa 14. Ndio hao wako kwenye mkutano wa siri. Ona jinsi inavyosema ya kwamba katika Vatican News, Pope Leo the 14th greets labor leaders from Chicago. Hao viongozi wa wafanyakazi waliandamana mpaka kwa Papa. Ndio hao unaona hapo kwa mkutano ambao umewekwa chuma ambazo hauwezi ukaingia wakifanya mashauriano ya asili. Anasema Chicago labor leaders meet with Pope Leo the 14th in Rome. Ndani ya hizo chuma huwezi ingia, wanayoshauriana ni siri. Ni vyama gani vilikuwepo? Vyama vilivyokuwa hapo kwa Papa ni vyama vya wafanyikazi kutoka nchini Marekani. Vyama gani? Number 1, Chicago Federation of Labor. Chicago Federation of Labor. Hicho chama kikubwa sana. Chama kingine Unite Here. Hicho ni chama kingine ambacho kilikuwepo. Chama cha 3 Service Employees International Union. Chama kingine cha 4 kilichokuwepo International Brotherhood of Teamsters, ile ya Sean O'Brien. Umekiona hapo. Chama kingine International Association of Machinists and Aerospace Workers. Chama cha 6 kilichokuwepo Laborers International Union of North America. Sasa cha kushangaza, baada ya kufanya mashauriano, sikia ripoti inayopeanwa ya kwamba Papa Leo wa 14 aliwaambia sasa ya kwamba I have sent you on a mission. Nimewatuma kwenye utume. Which mission? Mwanafunzi wa unabii kuleta sanamu ya mnyama. Amewatuma wafanye kazi Marekani. Sikia wakisema kwa Kiingereza ya kwamba Pope aliwaambia I have sent you on a mission. Wana utume wa kwenda kutimiza. It was another busy day for the Our Lady of Mount Carmel students, Mount Carmel Academy students, on the field trip of a lifetime to Rome. But they're not the only Chicagoans there to meet the Pope. Though they are the ones we're most interested in. We'll be honest about that. Some Chicago labor leaders are also there focusing on immigration and worker rights, and they got a chance to meet with the Pope as well. Marianne Ahern spoke to both groups today. The Chicago labor leaders have been working alongside the Catholic Church on worker rights. Pope Leo has made the dignity of workers as well as immigration his priorities. And those labor leaders had a rare opportunity meeting one-on-one with Pope Leo. He gave them a mission to take back to Chicago. These are the men and women who lead thousands of union workers in Chicago, the Teamsters, the machinists, healthcare workers, and more. At the Vatican, they received a private audience with Pope Leo today. He's an advocate for the dignity of all workers. I encourage you to continue to advocate for society to respect the human dignity of all people. Umesikia hayo maelezo vizuri sana ya kwamba amewapa a mission to take back to Chicago. Utume ama kazi ya kwenda kufanya Marekani. Na wewe mwanafunzi wa unabii unajua ya kwamba agenda yao ya kwenda kutimiza ni kusukuma agenda za Papa nchini Marekani. Japokuwa haya wameyaongea kwa asili, lakini kwa unabii yamefunuliwa
Kwa hivyo kumbe amewapa kazi na wanaendelea na kazi na watoto wa Mungu wamelala. Na ndio maana unaona huu wakati ukweli umefika, ndio huu. Katika hizi harakati zinazofanywa ni hatua. Ndio maana unamuona Trump mwenyewe hivi majuzi akisema ya kwamba katiba inasema ya kwamba kuna utengano kati ya kanisa na serikali, church and state separation. Akasema huo utengano wa serikali na dini tunauweka kando kwa sasa. Kwa hivyo wanaweka hiyo kanuni ya katiba kando, ndipo waweze kusukuma wa Marekani wawe wa Kristo wa kuabudu Jumapili. And you know, they work right out of the White House. They've never done that. That's never been done before. No other president allowed that. I think, you know, they say separation. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. But whether there's separation or not, you guys are in the White House where you should be, and you're representing our country. And we're bringing religion back to our country, and it's a big deal. Ndipo unaona makamu wa rais naye J.D. Vance wa Marekani naye anasema katiba ya Marekani haitenganishi dini na serikali. Anatetea kabisa akisema ya kwamba maombi yafanywe hata mashuleni, hata mahali pa kazi uweze kuhubiri pale, ufanye maombi pale, kwamba katiba haikatai. I want to just make sure that everybody's kind of on the same page here. So if you go back to the First Amendment, it doesn't say separation of church and state. It says Congress shall make no law respecting an establishment of religion. But if you go back to the founding time, there were actually a number of states that had formally recognized churches. So there was the Anglican Church of Virginia. That was the official state church of Virginia. Maryland at the time was the only majority Catholic colony, or at least had a significant Catholic representation of the original 13 colonies. There's a lot there. And yes, I do think that what happened is the Supreme Court interpreted Congress shall make no law respecting an establishment of religion to effectively throw the church out of every public space at the federal, state, and local level. I think it was a terrible mistake, and we're still paying for the consequences of it today. But if, and I think this is your point, if you were to undo that, if you were to get back to a system actually meant by the founders where Congress is not setting up an established religion, but people in their local communities can kind of do whatever it is that they want to do, I think that would be a better system than what we have today. But I think the most important principle that we have got to remember is you do not have to completely kick God out of the public square, which is what we've done in modern America. It's not what the founders wanted. It's not good for the United States of America. And anybody who tells you it's required by the Constitution is lying to you. Thank you. Kwa hivyo, rais na makamu wake wamesema ya kwamba katiba ya Marekani haikatai kuwekwa hizo sheria ambazo ni za kuleta dini Marekani. Mwanafunzi wa unabii wamekiri ya kwamba serikali yao inaenda kuharibu katiba kwa namna ya kuleta ibada kulingana na vile ambavyo serikali inavyotaka. Mbona haya yanatokea na kuonekana? Mungu anayetupenda anayafunua kusudi tujiandae vilivyo. Kumbuka kanuni ya vita kuu ni kwamba shetani lazima atangaze mipango yake. Mungu yeye ashatuonyesha mipango yake kupitia kwa manabii wake. Ndio maana tunaona zile ishara ambazo zimetajwa zikitimia. Na kwa sababu wakati huo umefika, sasa haya yanaendelea na haya mambo yatatokea wakati wowote. Hatujui ni kwa kiwango cha haraka gani, lakini tunaangalia tu tuone vile ambavyo yanakuja. Mtoto wa Mungu jitayarishe. Hilo ndio la muhimu. Baba yangu nakuomba, uilinde imani yangu. Nitatengwa, nitapigwa, naomba nisikukane. Baba yangu nakuomba, uilinde imani yangu. Nitatengwa, nitapigwa, naomba nisikukane.